Kila ifikapo Disemba mosi ni siku ya ukimwi duniani ambayo huadhimishwa kila ifikapo tarehe hiyo kwa ajili zaidi ya kuangalia mwenendo wa maambukizi, huduma za kinga pamoja na hatua za matibabu ambazo zimefikiwa. Na leo tunalenga zaidi kuweka mjadala katika ukuaji wa tiba na jinsi zinavyowezesha watu ambao wanaishi na virusi kuishi na afya, lakini usalama zaidi. Historia imekuwa vipi tangu wakati huo mpaka wakati huu, na yale ambayo yanatarajiwa pia, ikiwa kupitia shirika la afya duniani WHO hivi karibuni tu lilipitisha dozi ambayo yenyewe itakuwa inatolewa kwa mwaka mara 2 kwa kipindi cha miezi 6 kwa mara moja. Je, tumejiandaa kwa namna yote katika hilo? Lakini kubwa pia kuhusu elimu endelevu ambayo inaendelea kutolewa ya kupima na kufahamu afya, lakini kuwa na ufuasi wa dawa ambao utasaidia pia kudhibiti ama kushusha virusi. Tutapata ufafanuzi wa kina na mengi, na hapa tumewalika Dr. Emmanuel Kimario ambaye ni afisa mpango kutoka Wizara ya Afya NASHCOP. Karibu sana Dr. Kimario. Tunaye pia Dr. Ayub Kibao ambaye yeye ni mratibu wa huduma za ukimwi kutoka mkoa wa Dar es Salaam. Karibu sana. Asante. Karibuni sana. Na leo kauli mbiu ikiwa inaeleza zaidi kuhusu kuimarisha mwitikio tokomeza ukimwi, na pengine tuanze katika kufahamu zaidi hali kitaifa ya maambukizi na muhtasari wake. Dr. Kimario hapa nchini, karibu. Asante sana dada Hilda. Nafikiri tukianza kufahamu mwenendo wa kitaifa ukoje na mpaka sasa, nianze kwa kifupi kabisa namna au ni kwa nini tunaadhimisha siku ya ukimwi duniani tarehe 1 mwezi wa 12. Nafikiri inafanyika duniani kote na si kama Tanzania si tunafanya. Nafikiri tuna malengo makuu ni kwenda kukumbusha jamii na watu kuwa ukimwi upo, tuendelee kuchukua tahadhari na tuendelee kujikinga ili tusiendelee kupata maambukizi. Lakini vile vile tunaadhimisha hii siku ya leo kwa ajili ya kuwakumbuka wale ndugu zetu waliopoteza maisha kwa gonjwa hili la ukimwi. Lakini kubwa zaidi ni katika serikali na wadau mbalimbali kukaa kujitathmini na kuona mwelekeo wa namna ya mapambano ya ukimwi yalipofikia na kuangalia mikakati yake na afua mbalimbali zinazotekelezwa ili kuweza kuona mafanikio katika kupambana na janga hili la ukimwi. Sasa kwa hali ilivyo kwa nchi kwa sasa, kwa ufupi ni kwamba katika kupambana na maambukizi ya ukimwi, nchi tunapimwa kwa viashiria vitatu ambavyo tuna 95% ambayo tunasema 95 ya kwanza ni watu wote wanaoishi na maambukizi ya ukimwi wao wamepima na kutambua hali zao. Lakini katika wale waliopima kutambua hali zao 95% wao wameunganishwa kwenye huduma, wameanza kutumia dawa. Lakini 95% ya tatu wale walioanza dawa wamefubaza wingi wa virusi vya VVU mwilini mwao. Sasa kulingana na utafiti unaofanyika kila baada ya miaka 5, nafikiri wa mwisho umefanyika 2022 2023, kwenye 95 ya kwanza tuko 83%. Maana yake kati ya watu 1,700,000 wanaokadiriwa kuishi na virusi vya ukimwi nchini, 83% ya idadi hiyo tayari wameweza kupima na kutambua hali zao za maambukizi. Lakini kati ya hao waliopima 98% tayari wameunganishwa kwenye huduma na wameanza kutumia dawa. Lakini kwa 94% tayari wamefubaza wingi wa virusi mwilini. Kwa hiyo kwa hali ilivyo kwa ufupi kwa nchini kwa sasa ni kwa hizo 95 ya kwanza tuko 83%, ya pili kwa 98% na ya tatu kwa 94%. Kwa lakini kuna makundi ambayo kidogo yana changamoto, hata maambukizi bado yako juu, na hata waliopima wakatambua hali zao utakuta bado ni changamoto, hasa sisi wanaume, vijana na makundi yale ambayo wanaita ni makundi ambayo kwa hatarini zaidi, inakuta ni changamoto. Lakini vile vile na kwa watoto bado kuna changamoto kidogo katika kuwaibua au kuweza kupima na kutambua hali zao.
Huduma za matibabu kupitia dawa zimekuwepo kwa miaka mingi, lakini zinaendelea pia kuboreka siku hadi siku. Pengine utupe muhtasari pia wa historia ya matibabu kwa upande huo, imekuwaje na imebadilika vipi mpaka sasa? Asante. Ni kweli matibabu au dawa za kufubaza virusi vya ukimwi zipo kwa muda. Nafikiri kwa nchini mpango wa taifa kudhibiti ukimwi umeanza mwaka 2004 ambao tumeanza kutoa matibabu. Tukiangalia hata vituo vilivyokuwepo kwa wakati huo vilikuwa vifiki hata 100. Lakini tunavyozungumza hivi sasa nchini tuna vituo zaidi ya 8203 vinavyotoa huduma za matibabu hizi dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, na vituo viko nchi nzima, na upatikanaji wa dawa upo bila malipo, na hatujawahi kuwa na kuishiwa dawa au watu kukosa dawa. Kwa hiyo wote wanaopima wanafika vituoni wanapata dawa. Tukiangalia kwenye matumizi ya hizi dawa kumekuwa na mabadiliko ya kila baada ya muda. Tukiangalia dawa zilianza kuanza 1990 mpaka 2000, ikaja 2000 mpaka 2015, sasa hivi tunaanzia 2015 na kuendelea mbele. Mabadiliko yapo kwa aina mbalimbali. Tukiangalia mwanzo watu walikuwa na meza au unakuta dawa za aina 3. Kila kidonge kinajitegemea. Mtu ana meza hizo vidonge 3 kwa wakati mmoja, aidha mara moja au mara 2 kwa siku. Sasa mabadiliko yalivyokuja, sasa hivi unakuta dawa zote zimeunganishwa. Unakuta mtu anameza tu kidonge kimoja chenye mchanganyiko wa dawa zote 3 na anameza tu mara moja kwa siku. Kwa hiyo ni mabadiliko makubwa ambayo yameweza kuongeza ufanisi na mwitikio pamoja na watu kuendelea kusalia kwenye dawa. Lakini vile vile ukiangalia kabla ya mabadiliko haya ilikuwa mtu lazima ahudhurie kliniki kila mwezi kwa ajili ya kuja kuchukua dawa zake. Lakini sasa hivi kulingana na vigezo vilivyowekwa, mtu akifikia vile vigezo vilivyowekwa baada ya kuanza kutumia dawa ndani ya miezi 6, anakuwa na uwezo wa kuweza kupatiwa dawa za miezi 3 na wengine mpaka za miezi 6. Maana yake kwa mwaka anaweza kuhudhuria mara 2 tu, kachukua dawa zake za miezi 6, baada ya miezi 6 ndo anakuja kuchukua dawa nyingine tofauti na ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa kwa utoaji wa huduma hizi, na hata ubadiliko katika kusafiri umbali mrefu kufuata vituo. Tumeona vituo sasa hivi viko zaidi ya 8,200 na zaidi vinavyotoa huduma. Kwa hiyo hata mtu anapata kwa ukaribu zaidi na kuweza kupata hizo dawa kwa wakati. Lakini vile vile tunaweza kuwa na huduma za wale watu ambao ni vigumu kuwafikia. Kuna kitu tunaita outreach au huduma mkoba. Kwa kipindi cha kutoa huduma, kipindi cha kuchukua dawa, watu wanachukua dawa wanawafuata kule hasa jamii za wavuvi visiwani huko na sehemu ambazo ni ngumu kufikika. Kwa hiyo mabadiliko kwa kweli ni makubwa ya utoaji wa huduma hizi dawa pamoja na upatikanaji wake. Kwa upande wa Dar es Salaam, Dr. Kibao, ni mkoa ambao una idadi kubwa ya watu. Kwa upande wa elimu ambayo mnaitoa hasa ya upimaji na utambuzi wa mapema, nini ambacho mnafanya? Asante. Kwa mkoa wa Dar es Salaam kuna mambo mengi ambayo yanafanyika kwa kushirikiana na wizara, TAMISEMI na wadau mbalimbali ambao wako ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Ukiangalia upimaji kwanza, na hicho ndio kitu ambacho tunakisisitiza ili tuwapate watu ambao wanaanza kwenda kutumia dawa, lazima upime. Na ili upime ni lazima kuwe na mbinu mbalimbali. Ya kwanza, tunawasubiri wale wanaokuja kwenye vituo. Kuna mpango maalum wa kuwachochea, kuwapa unasihi ili waweze kukubali kupima. Lakini kwa siku za karibuni unaona mara nyingi wanaokuja hospitali ukiwasubiri pale huwezi kuwapata, huwezi kugundua watu wenye maambukizi. Kwa inabidi shughuli kubwa ambayo inafanyika sasa ni kufuata watu kwenye maeneo, kwenye jamii ambako kule tukakuta watu wale ambao ni wako katika hali ya kuwa na hatari ya kupata maambukizi. Kwa hiyo kuna pima mchana, lakini pia tuna huduma za kupima usiku, inaitwa moonlight testing, ambapo kuna watoa huduma wetu kwa kushirikiana na wadau ambao wanafanya kazi za kusupport huduma za ukimwi ndani ya mkoa,
Kwa hiyo wanakwenda kwenye jamii usiku, ambako huko watawakuta watu ambao hawa pengine kwa namna moja ama nyingine hawawezi kufika hospitali au wanaogopa kufika hospitali. Kwa hiyo wanawashawishi kule kwenye maeneo yao, na upimaji unafanyika kule kule kwenye maeneo, na akishagundulika huwa anapewa rufaa ya kwenda kwenye kituo cha karibu ambacho ataweza kupata huduma ya matibabu. Lakini mbali na hilo, upimaji huu pia unaendelea katika sehemu zile za mama na mtoto, ambako tunahakikisha wale kina mama wote ambao wajawazito wanaweza kupata huduma ya upimaji, ili kuhakikisha kama atakutwa na maambukizi, yule mama ataanza dawa mara moja na kuhakikisha anamlinda mtoto wake ambaye yuko tumboni. Kwa hiyo hizo ndio huduma mbalimbali zinazofanyika kwenye ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kwa ajili ya kutambua au kuongeza utambuzi wa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Sasa katika kukabiliana na ugonjwa wa ukimwi, kuna uhusiano wa kimazingira, kwamba sehemu ambayo mtu anaishi na rate ambayo ipo. Kwa mfano ukiangalia kidunia, utaona kabisa kwamba kwenye nchi za Afrika ndio kuna rate kubwa ya maambukizi kuliko mataifa mengine. Yes, kwamba kihistoria inaelezwa kwamba mgonjwa wa kwanza alitoka DRC, lakini tunaona siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, nchi za Afrika ndio zimekuwa zina idadi kubwa ya watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Tukinarrow down, tukija Tanzania, kuna baadhi ya maeneo, kuna baadhi ya mikoa ambayo inaonekana ina kiwango kikubwa kuliko sehemu nyingine. Kuna uhusiano wowote kati ya sehemu mtu anapoishi ama mazingira ambako mtu anatoka na rate ya maambukizi? Ukiangalia sehemu kubwa ya ugonjwa huu kwanza, au namna ya uambukizaji tunaifahamu. Ni kwamba aidha kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, aidha kwa kutumia ngono isiyo salama, na tunaona au imeandikwa kabisa na imethibitika kwamba maeneo ambayo yana changamoto za aidha unywaji sana wa pombe, au sehemu hasa zenye hali ya biashara, au sehemu ambazo manake zamani ilikuwa inasemekana pia HIV follow route of commerce, yani sehemu ambazo zina biashara sana, ndio sehemu zenye mkusanyiko na mpishano wa watu, ndio maeneo hasa sana ambayo unakuta maeneo haya kuna sehemu kubwa ya kupata maambukizi. Lakini hata Tanzania ukiangalia takwimu za viashiria vya ukimwi inaonyesha kwamba Njombe ndio inayoongoza, ilikuwa na 12.7, ikifuatia Iringa na baadaye Mbeya. Lakini Kigoma na huku kumekuwa na asilimia ndogo za nani. Kwa hiyo ukiangalia sehemu kubwa ni tabia za watu waliokuwa kwenye maeneo husika, lakini si hali ya hewa wala si nani. Sana sana ni tabia za watu ambazo ndio zinazochochea ushamiri wa maambukizi haya ya virusi vya ukimwi. Lakini hapo kwenye mazingira na wanapokuwa na maambukizi, ukiangalia kwa mfano kitakwimu zinavyoonyesha kidunia na hata kwa Tanzania, tunafoka sana kwenye maambukizi mapya yanaendelea kupungua. Maambukizi mapya yamekuwa yakipungua kadri mapambano yanazidi kuendelea, lakini kulingana na idadi kubwa ya watu wanaishi na virusi vya ukimwi Tanzania na hata baadhi ya mikoa, naweza nikaizungumzia kwa namna ambayo ni positive, kwa sababu ni kutokana na uimara wa huduma na upatikanaji wa dawa. Tunaposema idadi kubwa wanaishi na maambukizi ya ukimwi, maana yake hata mtu ameambukizwa leo anaweza akaishi hata miaka zaidi ya 20 au 30. Maana yake kungekuwa hakuna huduma zilizoimarika na dawa zinazopatikana, labda angekuwa anapoteza maisha mapema. Tunaona idadi inapungua, kumbe watu wengi wakiambukizwa wanapoteza maisha mapema. Lakini tunaweza kuitazama kwa mtazamo chanya, kuwa ni uimarikaji wa huduma na upatikanaji, ndio maana hata mtu akipata maambukizi
hata anaweza kaishi zaidi hata ya miaka. Tumeona hata mtu anaweza kuzaliwa labda bahati mbaya maambukizo kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, anaishi mpaka anafikia umri wa kujiunga na chuo na kuendelea na maisha mengine. Kwa hiyo kwa namna nyingine ni uimarikaji wa huduma na upatikanaji ndio unachangia na unafanya tunaendelea kuwahudumia Watanzania na kuendelea kuishi muda mrefu zaidi na kutimiza malengo yao. Sasa na umegusia hapa mikoa kama vile Njombe, Mbeya pamoja na Iringa kwa Tanzania ikiwa ni mikoa ambayo idadi ya wanaoishi na VVU ikiwa ni kubwa ukilinganisha pia na mikoa mwingine, na mwenzetu Emmanuel Kalemba ametuandalia simulizi hasa kuhusiana na upimaji, ikiwa tabia ya baadhi ya wanandoa kuamini kwamba pale ambapo mnaenda kupima basi mmoja akishapima majibu atakayoyapata yanakuwa kwa wote wawili. Ndio hayo mwingine anamwambia nenda kapime, alafu wewe jibu lako litakuwa kwa wote. Kwa upande wa hawa ambao wanatusimulia ikiwa ni tofauti, kwa sababu walipoenda kupima majibu yalitoka tofauti, lakini maisha yamekuwa yakiendelea kwa upande wao. Tusikilize simulizi hiyo kutoka kwake Emmanuel Kalemba. Familia ya Jobu Nisilu na Mariam Lugenge wanaoishi katika kijiji cha Iembela, kata Matembwe, halmashauri ya wilaya Njombe, wanafurahia maisha yao ya ndoa ikiwa ni miaka 44 tangu waoane. 81 ndio mwezi wa 11 tarehe 18 ndio ikawa harusi yetu. Mariam Lugenge anasema baada ya kubarikiwa familia yenye watoto 6 wakasitisha uzao na kujikita katika malezi, na ilipofika mwaka 2008 yeye na mume wake walishawishika kwenda kupima afya, na majibu yalipotoka mzee Jobu Nisilu aligundulika kuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tulipima kaonekana majibu yetu tata, mimi sina maambukizi, baba kawa na maambukizi. Siku ile kweli ilikuwa kama ni jambo gumu. Baba alirudi hapa na hofu. Yaani nilianza na kulia kusema mimi saa hizi ndio nimepata maambukizi, itakuweje? Nitaishi namna gani? Nitakufa kesho tu hapa. Lakini wenzangu akasema hapana, wewe twende tu kwa wataalamu, tutapata ushauri, tutapona tu. Tusiwe na wasiwasi wote. Mariam ambaye hakukutwa na maambukizi baada ya vipimo anasema haikuwa rahisi kukubaliana na matokeo ya mume wake ambaye tayari majibu yalionyesha kuwa na maambukizi. Nikatafakari nikasema nitakuwa nikubali, kwa sababu elimu inasema hivi, kupata maambukizi na mwenza wako inatakuwa labda kuna nini, kuna michubuko, na mwenza wako lazima afanye maandalizi ya ndoa. Asipofanya maandalizi ya ndoa ndio maana unaweza kufanya nikatokea michubuko ukapata maambukizi. Basi ilibidi tukae chini na baba tujadiliane jinsi ya kuishi katika ndoa, na tukakubaliana tukaendelea mpaka sasa. Baada ya kukubaliana na matokeo, wote wawili wakaanza mtindo mpya wa maisha wa kufuata kanuni za kiafya, ikiwemo kwa mzee Jobu kuanza matumizi ya dawa za kufubaza virusi. Kwanza alikuwa na hofu kwamba mimi naweza nikaondoka, nikamwacha. Na kwa akili ya kawaida kweli sio rahisi. Lakini mimi nikamtia tu moyo kwamba wala uwe na amani, maisha mengine yataendelea. Kwa hiyo baada ya kumuondoa hofu hiyo, basi ndio akawa imara. Nilikuwa nafikiria nalo kwamba sasa hapa mimi nikiwa na wenyewe gonjwa mwenzangu hana, naona pengine ataniacha kwa sasa. Lakini yeye akasema bwana usihofu hilo. Mzee anasema baada ya kipindi fulani maisha yakarudi kuwa kawaida na shughuli za uzalishaji kupitia kilimo na ufugaji zikiendelea hadi hivi sasa. Nilipoanza kupata dawa nikapata afya nzuri, nikaendelea na kazi vizuri tu. Mashamba nikawa naenda kulima, shughuli mbalimbali nimefanya. Mpaka sasa hivi naendelea kufanya, nina afya nzuri tu. Neno la msisitizo kutoka kwa mzee Jobu Nisilu ni kwa wanaume kuacha kudhani kuwa wanaweza kufahamu hali za afya zao, hususan maambukizi ya virusi vya ukimwi, kwa kutegemea majibu ya vipimo vya wapenzi au wake zao. Kapime mwenyewe, ujichukulie majibu yako mwenyewe. Sio kwamba mama huyo mbona amepima yuko safi na mimi nisiende kupima. Nawaambia vijana sasa hivi waende kupima. Yote kwa yote, mzee Jobu Nisilu amemshukuru mke wake kwa upendo aliomuonesha. Bila ya hivyo sijui ningekuwa bado au sijui ningekuwa nimekufa. Sasa kwa hiyo namshukuru sana mke wangu. Kiapo cha ndoa iliyofungwa mwaka 1981 imekuwa ni miongoni mwa sababu ya kudumu kwa ndoa hii. Mimi nilifunga ndoa, kwa hiyo nikasema hapana. Kwa
sababu kishafunga ndoa unaahidi katika mambo yote mazuri na mabaya ya wakute muendelee kuishi. Wanandoa hawa wanaeleza namna wanavyotamani siku ya ukimwi duniani iadhimishwe. Tukapime, kwa sababu ukimwi hautokani na ngono tu, mambo mbalimbali ukimwi tunapata. Kila ifikapo tarehe 1 Disemba, dunia huadhimisha siku ya ukimwi kwa kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu virusi vya ukimwi. Emmanuel Kalemba, Azam News, Njombe. Ni simulizi hiyo kutoka Njombe, na bila shaka sasa na inatoa majibu yale kwamba pale ambapo naenda kupima, uwezekano pia wa majibu kwa tofauti hata kama ni wenza upo, lakini hata maisha yanaweza yakaendelea baada ya hapo, kama ilivyokuwa pia kwa familia hiyo kutoka Njombe ya Mzee Job Misilu. Na hapa na miaka 17 sasa, sio tangu 2008 mpaka sasa hivi miaka 17 anaishi na maambukizi. Na maisha yanaendelea vizuri. Tupate uelewa pia kuhusiana na kinga ambazo zinakuwa mwilini, hasa kwa kupitia CD4 na pale ambapo inashambuliwa na kushuka, hii inakuwaje dokta? Mtu anapopata maambukizi ya virusi vya ukimwi, pale vinapoingia kwenye mwili, kitu cha kwanza ni kuzishambulia hizi cells za CD4 au chembechembe za CD4 ambazo ziko ndani ya mwili, na anapoziambukiza, maana yake anaziambukiza moja baada ya nyingine. Maisha yake kirusi cha ukimwi ni kuishi ndani ya hizo CD4 cells, na anapoishi mle ndani maana yake anaziharibu. Kwa anapoziharibu, maana yake kinga ya mwili sasa ya kupambana na maradhi inakuwa iko chini. Kwa hiyo matokeo yake pale ndio mtu sasa anapata magonjwa nyemelezi. Anapopata magonjwa nyemelezi, maana yake pale ni kwamba idadi sasa ya virusi kwenye mwili wa binadamu inakuwa iko kubwa zaidi. Kwa hiyo pale mtu anaweza kupata kifua kikuu, anaweza kupata homa ya mapafu, anaweza kupata matatizo ya ngozi, anaweza kupata magonjwa ni mengi ambayo mtu anaweza kupata. Lakini ikitokea mtu akishagundulika, akapelekwa kwenye kituo cha kutoa huduma za afya, akaanza hizi dawa za ARV au dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, anapokuwa anatumia zile dawa, akianza kutumia dawa, namba sasa ya virusi inaanza kupungua, kwa sababu kazi ya hizi dawa ni kazi yake ni kwenda kuvibana virusi vile visiweze kuzaliana tena kutoka katika kuingia kwenye damu, ili mtu aweze kupata CD4 zile ziwe chini. Kwa sasa anapoanza dawa hizi, namba ya virusi huwa inashuka na hizi namba ya cells au CD4 zinapanda sasa. Sawa? Zikishapanda zinafikia kiwango ambacho sasa mtu anarudi kuishi kama mtu mwingine wa kawaida. Maana yake kinga zinakuwa ziko katika kiwango kizuri, lakini kikubwa zaidi ni kwamba mtu huyu lazima awe na ufuasi mzuri wa dawa, ameze dawa kulingana na vile ilivyotakiwa, kutokana na maelezo ya mtoa huduma, kutokana na muda ule wa dawa, time ile ambayo unalokubaliana na mtoa huduma ameze, basi ni time hiyo tunasisitiza mtu ameze dawa hizo kwa wakati huo. Kwa hiyo inafikia wakati sasa mpaka vile virusi vinakuwa sasa havionekani kabisa kwenye vipimo, na tunasema kwamba kuna msemo tunasema havionekani haviambukizi. Pale unapokuwa sasa na kiwango kidogo kabisa cha virusi, sio kama hakuna kabisa, lakini kinakuwa kidogo sana kiasi kwamba hata mashine zinapopima inakuwa haviwezi kuonekana. Kwa maana yake sasa mtu huyu hata chances zake, hata uwezo wake wa kuweza kumwambukiza mtu mwingine unakuwa ni mdogo sana. Na hili ndio ambalo tunalitegemea au ndio tunalisisitiza kwa wale ambao wale wana wenza, yani kupima, mmoja akishagundulika kuwa na maambukizi, huyu mwingine akawana na maambukizi, ndio maana inasisitizwa huyu mmoja basi atumie dawa kwa usahihi vizuri, ili kiwezekana aweze kumlinda na mwenzake. Tumesikia pia kuhusu katika maboresho ya dawa ambayo yanafanyika, matumaini mapya kwa wale ambao wanaishi na maambukizi ya VVU, dawa ya
Lenacapavir. Utanisahihisha pia, ambayo wenyewe wanasema badala ya kumeza kidonge kimoja kwa siku, hii unakuwa unachoma kwa miezi 6 na hakuna tena haja ya kumeza. WHO tayari imepitisha dawa hiyo kuanza kutumika katika baadhi ya mataifa. Kama Tanzania tunajiandaa vipi katika hili? Kuna namna yote ambayo tunajiandaa pia? Ni kweli Shirika la Afya Duniani limepitisha hiyo dawa ya Lenacapavir ambayo ni unachoma mara moja kila baada ya miezi 6, lakini kwa Tanzania tunajua hizi dawa za virusi vya ukimwi zinaweza kutumika kwa aina mbili. Naweza kusema aina mbili. Kuna nyingine tunaweza kutumia kama dawa kinga. Afa nyingine tunatumia kama mtu ambaye ameshaambukizwa kama anafanya matibabu. Napozungumzia dawa kinga, maana yake ni kwa wale makundi ambayo yako hatarini kuambukizwa virusi vya ukimwi. Sasa anatumia ile dawa kabla, ili hata baadaye kukutana na virusi vile vitakapokuja vinakuta tayari kuna kinga, ndio tunaita dawa kinga. Na hizi ambazo tunatia unakuta yule tayari ameshaambukizwa, anaishi na VVU tayari, tunaanza kutumia ART. Tanzania kama nchi nyingine kwenye hiyo dawa ya Lenacapavir ambayo imeshapitishwa na Shirika la Afya Duniani, ni kweli na sisi tumeikubali, tumeshaipitisha, lakini sasa kwa kwetu itatumika kama dawa kinga. Maana yake sasa tunachofanya sasa ni kuja kuingiza kwenye miongozo yetu ya kinga, tuweze kuitumia na kuweza kuwawezesha watu wa huduma na wengine ili waweze kuitumia. Inapokuja dawa mpya lazima inakuwa tofauti na zilizopo au na namna ya kuitoa, namna ya kufanya sababu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima tuingize kwanza kwenye miongozo yetu, afu ndio tuko kwenye mchakato huo ili tuwezeshe watu wa huduma wetu ili waweze kuitoa kwa ufasaha inavyotakiwa, lakini ni watoe hofu tu. Hiyo dawa tumeikubali na tuko kwenye taratibu za kuingiza kwenye mwongozo, alafu na kuwawezesha watu wa huduma, alafu itaanza kutumika. Kwa hiyo na kwetu tutakuwa inatumika kama dawa kinga au kwa lugha nyingine ita PrEP, pre-exposure prophylaxis, kwa ajili ya hiyo dawa. Kwa hiyo kwa sasa ndio tuko hapo. Sasa umesema kuhusu dawa kinga. Hebu tufafanulie vizuri. Maana concept ya kinga inajulikana ni kwa watu ambao bado hawajapata maambukizi. Na hapa tunazungumzia kuhusiana na hiyo dawa ambayo imepitishwa na WHO kama alternative ya mtu ambaye anatumia ARV on a daily basis. Yaani kwamba huyu mtu badala ya kuwa anatumia kidonge kimoja cha ARV, maana yake akichoma hiyo anaweza kukaa miezi 6. Okay, nafikiri kama nilivyoeleza, nimesema ARV inaweza kutumika kwa aina mbili, kama dawa kinga au kama mtu ambaye tayari ameshapata maambukizi. Okay. Kwa upande ambao tayari ameshapata maambukizi bado hatuja accept kwa ajili ya hizo injector. Bado hamjaikubali. Sio tuikubali. Kuipitisha. Hatujaipokea kwanza kuitumia. Okay. Lakini kwenye dawa kinga hiyo Lenacapavir tumeshaikubali. Maana mtu ambaye hana maambukizi anaweza akaitumia kama kinga, sio? Ndio. Na kwa nini bado mnachelea kuipitisha kwa watu ambao tayari wana maambukizi? Okay. Sasa nani ya kupitisha aidha iwe dawa mpya au dawa chanjo au whatever kwa nchi kama Tanzania kuna vitu vingi vya kufuata. Okay. Tukianza kwanza pamoja na kuangalia WHO na wameipitisha, lakini tuna kamati za taifa kama ni technical subcommittee team za kushauri, lakini kuna vitu vingine kama ile tume ya sayansi, tuna NIMRI, TFTMDA na vitu lazima ipite kwenye michakato yote hiyo. Kwa sasa inawezekana tayari iko kwenye hizo michakato kwa ajili ya kupitishwa ili na baada ya siku wote kujiridhisha, unajua naishauri wizara, afu na wizara tunachukua tunaanza kutumia. Kwa hiyo kwa sasa unaweza kutabia tayari iko kwenye kupita hizo hatua inayotakiwa ipite ndio iweze kuja kufika kama ilivyofanyika kwenye hii Lenacapavir. Ilipitia hatua zote kuhakikisha kuwa tayari ni salama, inaweza imepitishwa na
sehemu nyingine ambazo zinahusika kwenye masuala hayo, especially TMDA na kuna COSTECH ambayo ni tume ya sayansi. Kumbe ikiwa tayari ishapitishwa na WHO bado kuna kuna mchakato wa ndani. Na Capaville ni ya kinga, sio ya mbadala. Sio badala wa matibabu kwa sasa. Hizo nyingine zitakapokuja, nafikiri na zitakapokamilisha huwa tunazitumia, tunaanza kutumia. Kwa hata dawa yote inapopitishwa na WHO hatuwezi kuichukua kama ilivyo. Lazima tunaita ni customize according to kwa muktadha wetu wa ndani. Kwa muktadha wetu wa ndani. Na tunatoa tume na kamati mbalimbali na za kushauri na kuweza kupitia na kuona. Sasa alafu ndio tunaweza kuitumia. Sasa inaelezwa kwamba kwa watu ambao wanatumia ARV ama hizo dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, kuna muda anaweza akatumia mpaka akafikia hatua hata akienda kupima virusi vinakuwa havionekani. Hii ni kweli au si kweli? Ni kweli, lakini havionekani hii sio havionekani kwamba havipo mwilini. Kama nilivyosema pale awali, virusi maisha yao ndani ya mwili wa binadamu ni kwenye hizo cells za CD4 ambazo ziko maeneo yote ya mwili wa binadamu. Kwa hiyo kazi ya hizi dawa, kazi yake ni kwenda kuzuia hivi virusi visiweze kuzaliana. Sawa. Kwa hiyo mashine zetu zinazopima wingi wa virusi zina uwezo mbalimbali. Kuna ambazo chini ya 20 mashine haiwezi kudetect. Copies. 20 copies, nyingine chini ya 50, nyingine haziwezi kugundua au kuona. Kwa hiyo lakini sio kwamba ukipima kwamba huyu mtu ukishaona hivyo ndio kwamba hana virusi ndio kwamba amepona. Hapana. Na hii imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wagonjwa wetu ambao wako kliniki. Kwenye kliniki zetu kija ukimwambia vibaya, ukimwambia virusi vyako havionekani au mashine haikuona virusi, hiyo ni changamoto kubwa. Anachukulia kama amepona. Kwa anaweza akaacha. Kumbuka pia juzi aliombewa. Aenda kutoa ushuhuda. Sasa kwa kweli kwa sasa hivi tunawaambia pia watu wa huduma wetu wawe makini sana kwenye kueleza tafsiri hiyo ya havionekani. Sasa swali linakuja kwamba tunafahamu kwamba tuna changamoto za kiafya ambazo zinaweza zikasababisha mtu kuchangia damu. Sasa ikiwa mtu amekwenda kufanya vipimo na ikatumika machine ambayo haiwezi kudetect hizo copies, yani kwamba ametumia dawa ya kufubaza afu ikatokea sasa amekwenda kupima, mashine haijaweza kudetect na ile damu ikaonekana iko salama, tuoni kwamba inaweza ikatengeneza risk ya kumpatia mtu damu yenye maambukizi? Labda nianze kidogo alafu natachangia. Unapopima hizo inaitwa viral load. Viral load katika mwili wa binadamu kwenye cells kuna RNA na DNA cells. Kwa Kiswahili si rahisi sana kuzinani. Lakini sasa hii inabidi BAKITA sasa utafikia Kiswahili chake. Sasa hizi hiyo virusi inaangalia RNA. Sawa, copies. Lakini kuna kipimo kingine cha DNA. Hicho DNA maana yake inaangalia ile umbile au chembe za kirusi ndani ya mwili wa binadamu, ambacho kirusi tunasema kinakwenda kujiunga kwenye hiyo inatengeneza kama DNA fake kwenye mwili wa binadamu. Kwa hiyo kinachotokea pale hiyo ipo tu. Kwa hiyo kwenye damu, na ndio maana tunasema damu salama. Ukifika pale wao, na ndio maana inasisitizwa damu zote zikishatolewa zipelekwe damu salama. Hata mimi nikichangisha damu lazima nizipeleke wapi? Damu salama. Kwa ajili ya kupima. Kwa hiyo watapima vipimo vyote hivyo. Vipimo vinakuwa tofauti vya kubaini zaidi. Hata ukiambiwa kule bwana unachangia damu, lete ndugu yako achangie damu, usifikiri damu ile uliotoa wewe ndo anapewa yeye. Damu ile lazima ichukuliwe ipelekwe damu salama. Kwa mikoa yote kule damu salama sasa wao ndo wana panel ya test za kuangalia kwamba damu hii ni salama kupewa mtu huyu. Kwa hata kama huyu atakuwa amefubaza na haisomi kwenye vipimo vya kawaida, kwa kule maabara venyewe vitasoma. Na ndio maana tunakuwa wakali sana kuhakikisha damu hizi
watu wasitoe tu hapo hapo, apewe mgonjwa damu. Hapo kwenye issue ya damu nafikiri tuondoe wasiwasi. Damu zote zinapimwa, zinakuwa salama. Kwenye ukiangalia mchakato wa kuchangia damu, mtu anapofika kuchangia damu, kuna maswali wanamuuliza kama ana riski, alafu ndio wanampima kwa kile kipimo ambacho tunaita ni rapid test, kile cha kutoa damu tu wana test pale. Lakini damu ikishatolewa kwa zile maabara zinazopima wanaita damu salama, ziko kikanda, zina mashine ambazo zinaweza kudetect hata maambukizi ambayo maambukizo ndani ya siku 14 ya kutest. Ndio maana ziko ni very high nani ya kuweza kudetect. Kwa hiyo kwa vyovyote vile hakuna namna ambazo zile mashine zinaweza kumiss damu yenye maambukizi, na hapimi maambukizi ya ukimwi tu. Kuna hizi transfusion transmissible infections. Kwenye damu salama, kwenye damu hatupimi ukimwi tu. Kuna mpaka kaswende, sifilisi na vitu vingine. Hepatitis, homa ya ini ambayo na yenyewe ndio inaua taratibu kwa sasa. Kwa hiyo uwezekano wa kupata damu ambayo sio salama ninaweza nikasema haupo. Lakini kuna baadhi ya mazingira ya ile, kwa mfano kama alivyotolea mfano hapo kwamba mmepeleka ndugu katika ile emergency haraka ya ndugu aliachangie damu. Kwa hiyo katika huo haraka pengine kuna wasiwasi kwamba inaweza ikamiss hizo process unazozungumzia, zinaweza zikamiss, especially katika mazingira ambayo pia damu ni ngumu kupatikana, alafu kuna mtu anahitajika kutoa damu haraka. Kwa kutoa wasiwasi ni kwamba ile damu inayotolewa pale, hata kama ni ya dharura, sio damu ile inaenda kuwekewa. Tunajua hospitali tunakuwa na benki ya damu, tutakuwa na damu zilizopo. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kama ni dharura natakiwa atolewe. It means yani kama unaweza kutoa labda umebakiwa na unit 2 tu au 3 tu katika kituo chako. Sasa wakati tunaendelea kuprocess mgonjwa akapatiwe, lazima mwingine waje watoe ili aanze kufuata process nyingine za kwenda kupimwa huko na maabara zinazotakiwa iweze kuja kurudi pale. Sio kwamba ni ile inatolewa inaenda kwanza kiethical, hiyo haipo. Kwa mna discourage ile kutoa hapo na kuwekewa. Yani ethically haipo. Yani kwenye practice, medical practice hiyo haipo. Ya kuchukua damu hapa na kwenda hiyo practice, yani ethically duniani kote haipo. Kuna mazingira ambapo upimaji unaweza ukafanywa na mtu akabainika ana maambukizi, lakini asianze dawa hapo hapo, akakata mwaka zaidi na baadaye kuja kuanza. Sijui hapa pengine utueleze kuna hatari yoyote katika hilo, na bado inawezekana mpaka kiwango gani pia matibabu kwa fanisi? Upimaji ndio maana kama nilivyosema katika kitu kikubwa sana cha kufanikisha huduma hii ya utoaji wa dawa hizi kwa watu waliogundulika na maambukizi. First ni upimaji. Kwa hiyo tunasisitiza yule mtoa huduma anayemwona mgonjwa lazima ampe taarifa kamili za kwa nini, au akishapimwa akionekana kuwa na maambukizi anatakiwa afanye nini, na akiwa hana maambukizi afanye nini. Kwa hiyo watu huduma wetu wamefundishwa na wanafahamu hilo na wanafanya hivyo. Lakini ni kweli nakiri kuna watu ambao mmoja sana ambao anaweza akagundulika na maambukizi alafu akapita akasema aanze dawa, lakini kwa sasa hivi ni wachache. Hata ukiangalia unaona wengi ambao wamegundulika na maambukizi wamekwenda kuanza dawa. Changamoto ni hii, akipima alafu asipokwenda leo, zile chembe nyeupe za CD4 cells zitaendelea kurudi chini. Kitakachokuja kutokea ni magonjwa nyemelezi. Sasa haya magonjwa nyemelezi ndio hayo. Magonjwa mengine ni mabaya sana. Magonjwa mengine anaweza kapata homa ya uti wa mgongo ya fungus ya kichwa. Anaweza kapata homa ya pneumonia, anaweza kapata kuharisha, anaweza kapata. Kwa hiyo ndio athari. Na ndio maana tunasisitiza na tunatoa rai kwa wale wote ambao watagundulika au wamegundulika waende wakaanze dawa ili kuepuka haya magonjwa nyemelezi. Kwa sababu hayo ndio atakayokuja. Kwa sababu jinsi unavyozidi kuchelewa na ndio hizi kinga nyingi zinavyozidi kuisha haraka sana.
Lakini wizara hapo sasa tuna sera inasema test and treat. Yaani pima na anza matibabu. Kwa hiyo nafikiri mara nyingi wanachelewa kuanza ni ile kuaccept, psychological kukubaliana. Kwa hiyo tunajitahidi na sasa tumeimarisha kwenye upande wa ushauri na saa. Kwa hiyo tunaendelea kumpatia ushauri zaidi mpaka anaweza kufikia hatua ya kukubaliana na hali na kuweza kuanza dawa. Lakini sasa hivi wanaopima na kukaa zaidi ya mwaka bila kuanza dawa ni wachache mno. Sasa hivi kisha pima ukikutana na maambukizi unaelekezwa kabisa bana pale, tofauti na zamani kwenye mabadiliko. Zamani kwa naambiwa subiri CD4 mpaka zifike ngapi ndio uje uanze. Lakini sasa hivi ni test and treat. Na ule mfumo hospitali sasa hivi sio ule wa zamani wa kusubiri yani neno angaza, kapime angaza. Siku hizi ni pointi nyingi ndani ya hospitali. Pale mapokezi, pale wodini, pale popote. Yuko na sehemu moja, yani sehemu angaza ile na sio hospitali. Kutoka mtu anakuangalia. Sasa hivi tunalivyo vipimo vya jipime, self testing. Unaweza ukajiscreen mwenyewe, ukiona unaenda kuconfirm kituo cha afya, unaanza huduma. Sawa. Katika hilo mwendelezo wa kufahamu mengi, tunaungana na mwenzetu Jafari Mponda ambaye yuko WAMATA, shirika la wanaoishi na maambukizi, kufahamu pia kwa kina kile ambacho kinajiri hii leo. Jafari, habari za hapo na karibu sana utujuze. Naam, asante sana Hilda Foya. Za hapa ni njema sana, na nipo hapa kwa wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi Tanzania, WAMATA, na hapa nipo na Jonathan Othman Jaidi ambapo yeye ni afisa rasilimali watu hapa WAMATA, sanjari na Saidi Hemedi Kindamba, yeye ni mjumbe na ni miongoni mwa viongozi ambao wanasimamia groups ambazo zipo hapa WAMATA. Hii ni siku ya namna gani? Jonathan Jaidi yeye atatuambia hasa kwa kipindi hiki ambacho wanaoishi na virusi vya ukimwi Tanzania wanapitia katika kipindi kigumu cha kukosa ile misaada ambayo pengine awali ilikuwa ikipatikana. Jaidi, ni siku ya namna gani leo na kutakuwa na tukio lipi hapa? Leo kwanza tunakwenda kuzindua mfuko unaitwa Afya Fund. Ni platform ambayo Mtanzania yoyote au mtu yote ambaye yuko nje ya Tanzania anaweza kachangia. Ni platform ambayo tumeitengeneza sisi wenyewe locally, lakini inatoa fursa pia kwa mtu yote ambaye yuko nje ya Tanzania kuweza kuchangia, kwa sababu kama unavyojua haya ni mapambano, na mapambano bila rasilimali yanaweza tusifanikishe. Kwa hiyo tuna miradi mingi ambayo inahitaji fedha. Kwa hiyo Afya Fund itatoa upenyo mkubwa sana kwa kila mtu kuweza kutuchangia kutoka nchi za nje mpaka sisi ambao tuko humu ndani. Okay. Kwani mlipata mtikisiko kidogo kwa kupungua kidogo kwa misaada kutoka nje? Swala sio kupungua, ile misaada imekata kabisa. Ni kwamba hakuna kinachokuja. Na sidhani kama kuna taasisi yoyote ambayo haijapata mtikisiko. Kiukweli ni jambo gumu, lakini vile vile mimi naweza nikasema ni kama wake up call kwetu sisi. Labda tulikuwa tumelala, tumeamshwa, jamani hebu jitafutieni na nyinyi. Ndio maana sisi tumekuja na Afya Fund. Tuna miradi mingine ambayo tutaifanya ambayo inawezesha pia vile vile kuchangisha fedha mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Tunazungumzia kwenye michezo, kwenye sekta ya usafiri. Kwa hiyo tunataka hizi sehemu zote hizi zitukusanyie sisi fedha, ziingize kwenye mfuko wetu wa Afya Fund ili tuweze kufanya miradi. Kwa mujibu wa maelezo yako yote unazungumzia mta, lakini kwa sasa mnamudu vipi wakati huu? Kwa sasa kuna rasilimali ambazo tulizikusanya kipindi cha nyuma ambazo tulikuwa nazo, ambazo ndio zimetuwezesha sisi mpaka tunakuja tunaufunga huu mwaka. Kwa hiyo vile vile ni mipango endelevu ambayo sisi wenyewe tulijiwekea, sio tu kwamba tulikuwa tunategemea misaada, tulikuwa vile vile tunatafuta hela sisi wenyewe locally hapa. Kuna baadhi ya watu ambao tunawashukuru ambao wanatusaidia kwenye vitu viwili vitatu. Tuna partners wengi ambao tuko nao ambao ni wa Tanzania ambao wako hapa. Kwa hiyo tunaenda vizuri.
Asante sana. Na mtazamaji wa Morning Trumpet, leo ni siku ya kipekee na aina yake kabisa kwa wale ambao wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini na sisi wazima pia kuona ni kwa namna gani mchango wetu utatuwezesha kuhakikisha ya kwamba jamii hii tunaishi nayo kwa wema kabisa kwa ujumla. Jafari Mpona, unatupata? Naam, nawapata uzuri kabisa. Na nilifurahi pale ulivyo. Sina shaka kabla hujaendelea nilifurahi ulivyosema wewe ni miongoni. Sasa nikawa nasubiri kusikiliza kwa hamu. Kumbe wewe ni miongoni mwa wanaotumia magodoro ya Best Arusha. sana ndio godoro langu bwana. Si unaona nakuwa kijana siku hizi. Kabisa kaka. Karibu endelee. Basi asante sana. Nipo na wenzangu wa Mata hapa kama tulivyoanza kuzungumza awali, na nilikuwa nazungumza na Jonathan Jaidi, afisa rasilimali watu, afisa mawasiliano katika Mata hapa. Naam, swali la msingi ambalo tuliacha kwayo kujua miradi ambayo hivi sasa imewawezesha kuendelea na umoja wenu huu bila kutetereka. Kuna mradi unaitwa Afya Game ambao tuliufanya mwaka jana. Afya Game ni gaming platform ambayo sio ya ni kama ya kubet lakini sio kubet. Wewe unaweka 500 yako, hiyo 500 inakwenda, kuna baadhi ya hela inaenda ya ORCI ambao ni Ocean Road kwenye matibabu ya kansa. Alafu hela inayobaki tunaifanyia sisi mambo mengine. Kwa hiyo ili run kama miezi 2-3 mwaka jana, mwishoni na mwanzoni. Kwa huo ni mradi mmoja ambao hivi karibuni tutakwenda kuuzindua tena. Ambao huo washiriki ni wale wanaoishi na maambukizi ya virusi. Mtu yoyote ambaye anataka kushinda bima, mtu yoyote ambaye anataka bima. Imagine wewe unapata bima ya afya kwa shilingi 500. Ndio. Umenielewa Kwa hiyo tunataka sisi tuchangie, watu wanapotoa 500 wanakuwa wanachangia matibabu na vile vile wanapata zawadi ya bima. Okay. Sasa turudi kwa wana kikundi kwa ujumla. Wao wananufaika vipi na miradi hii? Wana kikundi wananufaika kwa sababu fedha ambazo sisi tunazipata ndio tunaweka kwenye mifuko yao kuwawezesha, na vile vile tunawanunulia bima za afya kama tutakavyofanya leo, kutoa bima 200 kwa watoto wadogo ambao wako chini ya miaka 18 ambao nao wanaishi na virusi vya ukimwi. Kwa unapomnunulia mtu bima ya afya ya shilingi 41 anakaa nayo mwaka mzima. Kwa hiyo akienda hospitali tu yeye hana shida, anatibiwa tu bila shida yoyote. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya benefits ambazo wanazifanya. So, mnawaunganisha vipi sasa wale ambao wako nje ya jiji la Dar es Salaam, kama tunavyoona kwamba tunapozungumzia Wamata tunahitaji Tanzania nzima? Tunapozungumzia Wamata tunataja mikoa 19 ambao katika mikoa 19 Wamata ina ofisi. Kwa hiyo kwenye kila ofisi, kwenye kila mkoa, kwenye kila wilaya wana watu wao. Kwa mfano kama hapa ni makao makuu, kuna kundi ambalo liko hapa. Kwenye kila sehemu huko kuna watu wao. Kwa wao wanakuwa na manage. Kwa hiyo ndio tunafanya hivyo. Sasa kwa muktadha wa siku ya leo, siku ya ukimwi duniani, Wamata mnaiadhimisha vipi? Tunaiadhimisha kwanza kabisa kwa kuwasihi Watanzania waelewe kwamba hili tatizo lipo, na tusipokuwa makini litaendelea kuwa kubwa. Tupime afya zetu, tujitambue, tujielewe, kwa sababu ukishapima, ukishajijua, unaanza matibabu, maisha yako yanakuwa kidogo rahisi kuliko kuwa na hofu ya kusema je, nikienda kupima ningekutwa nao nitafanyeje? No. Usiseme hivyo. Kwa sababu unapogundua tatizo mapema, ukianza matibabu mapema, ndio unalimaliza mapema. Pamoja na kwamba ili uweze kulimaliza, lakini mwili unaimarika. Yes. Sawa. Kwa muda huu unaona bado maandalizi angali yakiendelea, lakini inaonekana kabisa kwa picha hii tunayoiona nyuma hapa, hata tuonyesha kidogo ndugu yangu Remy, kamera person wangu, kwamba hapa patafanyika shughuli leo. Yes. Je, ni shughuli ya namna gani? Wakati huu ambapo kamera wangu Remy anatuonyesha eneo hili na baadhi ya watu wachache wamehudhuria hapa katika eneo hili, akiwepo Saidi Hemedi Kindamba ambaye nipo naye leo. Patafanyika nini hapa?
Hapa leo tunakwenda kutoa bima 200 kwa ajili ya watoto ambao wako chini ya miaka 18 ambao nao wanaishi na virusi vya ukimwi, na kuna baadhi yao pia vile vile wana kansa. Kwa hiyo tunakwenda kutoa hizo bima na tunakwenda kuzindua Afya Fund rasmi ianze kazi kukusanya hizo resources kutoka sehemu mbalimbali kutoka duniani kote. Na vile vile kama ilivyo ada ya sisi wa Tanzania, kila shughuli lazima tupate maakuli. Kutakuwa na chakula kidogo pataliwa, kutakuwa na chakula, kutakuwa na vinywaji, kutakuwa na meet and greet, kukutana na watu wengi, na bahati nzuri kuna mabalozi ambao tumewalika ambao watakuja hapa, na kuna baadhi ya viongozi ambao tumewalika pia nao wanakuja hapa. Kwa hiyo baada ya muda mchache nadhani sehemu yetu itakuwa imejaa. Sasa kauli mbiu ya mwaka huu, kauli mbiu ya mwaka huu ya kitaifa inasema ongeza tokomeza ukimwi, si ndio? Lakini ile ya kimataifa inasema, mimi sitaisema kama ilivyo, ile nitakuelezea jinsi maana yake ni nini. Ile inasema kwamba tusijali sana hizi disruptions ambazo zimetokea za kutokuwa na funds, bali sisi tujireinvent, tufanye vitu vingine vipya ili tuweze kuendelea na services za ukimwi kama kawaida. Nakushukuru sana. Asante sana. Saidi Kindamba, wewe ni muda gani sasa tangu ujiunge na WAMATA? Na WAMATA nafika hata miaka 13, 14. Okay. Kujumuika kwako kwa umoja huu wa WAMATA kumekusaidia yapi katika afya yako? Kwa kifupi, sisi tunakuja hapa WAMATA, huwa tunafika siku za Jumamosi, tunakutanika wana kikundi. Yaani kwa kifupi, watu wa aina mbalimbali ambao wapo katika mapambano haya. Wengine wanachukua, kwa mfano wamesajiliwa Mwananyamala, Kinondoni, Temeke, Ilala, Ubungo. Kwa hiyo wao wote wanakusanyika wenye maambukizi haya. Kwa hiyo tunakutana kila Jumamosi asubuhi mapema, tunafika hapa muda saa 3. Tukishafika hapa muda saa 3, tuna vitu ambavyo tunavifanya. Kwa tukishafika wana kikundi tumetimia tayari karibu tukiwa 200 au 100, tukikaa katika kikundi tunakuwa na makundi mawili, tunatoa watu labda 70, kwa sababu tukiwa wengi sana tunawekeana zamu ya siku ya kuja. Jumamosi wanakuja hawa, Jumamosi wanakuja hawa kwa ajili ya kuhamasishana. Na tunapofika hapa siku za Jumamosi, jambo la kwanza kabisa tunapofika tunasabaiana, kujuliana hali, na tukishamaliza kujuliana hali tunakaa kuuliziana jinsi gani taarifa ya wagonjwa katika kundi lilofika, kujua mzetu nani mgonjwa, nani ana matatizo ya kifamilia. Tunamaliza pale tunaanza maombi kwanza ya sala ya dini aina yoyote, ina maana kwa dini zote. Tunaomba kikao chetu kikae salama, tuongee salama, na kila mtu mwenye matatizo tutadishana pale. Tukishamaliza pale tunafungua vikao. Katika vikao vyetu ni kuhamasishana kuhusu gani matumizi ya dawa. Kwa sababu mwingine anachukua dawa Mwananyamala, mwingine anachukua Ilala, mwingine anachukua Kinondoni, kuja pale sasa kuhamasishana muda gani ambao maalum kabisa kutumia dawa. Kwa sababu hiyo tushapangiwa tayari toka tulikotoka katika vituo vyetu. Lakini sasa kufika hapa ni kukumbushana. Tunapokaa tunakumbushana kwamba 1, 2, 3, jamani, vipi, mwenye matatizo gani, kuna changamoto gani iliyotoka nyumbani kwenu, Swahilini, kuna watu wananyanyapaliwa au nini, tunajaribu kudiscuss pale kwa pamoja. Okay. Hongereni sana. Kwa hakika mpo katika mapambano na bila shaka mmeshashinda, ila mnaendelea kuudhibiti ushindi. Kwa kifupi, kwa hivi sasa tumekuwa kama walimu tunapokutana hapa mara nyingi. Tunapokutana katika kikundi chetu hapa tunabadilishana mawazo na kutoa na wasiwasi kuhusu tatizo hili tulikuwa nalo. Tumeshinda. Tunaendelea kuulinda ushindi. Tunaendelea kuulinda ushindi. Asante. Basi kwa uchache tu kutoka hapa kwa walio katika mapambano ya virusi vya ukimwi, haya ni miongoni mwa yale mambo ambayo yanawawezesha wao kuendelea kudumu katika kuhakikisha ya kwamba wanaimarisha afya zao, lakini wanadumisha ule umoja wao na kuhakikisha mambo yao yanakwenda kupitia miradi mbalimbali ambayo tumesikia. Na hivi punde tumetoka kusikia hapa kuhusu mradi huu wa Afya Fund ambao utamwezesha sasa, ama itawawezesha wanawamata wote kuhakikisha ya kwamba wanapata bima ya afya. Hili ni kubwa kwa hakika, na hongera sana kwao kwa muktadha wa siku hii ya leo, siku ya ukimwi duniani. Good luck Paul na Hilda Foya. Naam, Jeffrey. Nataka pia nimuulize Jeff kwamba na wewe utakuwa miongoni mwa watakaosubiri maakuli?
Kabisa, shughuli ni watu bwana, na mahfali bila wali lazima ni uchape mpunga. Nilijua huwezi kuondoka sasa hivi kaka. Kabisa. Mtani wangu huyu. Tukamilishe sasa hapa studio na ujumbe pia hasa kwa siku hii, tukianzia kwako Dr. Kibao, tumalize na Dr. Kimario. Kama kauli mbiu inavyosema, imarisha mwitikio tokomeza ukimwi. Tukisema imarisha mwitikio, maana mwitikio mojawapo, hata tumeona hapa Wamata amezungumza kupima. Watu tunaimarisha watu waweze kupima huru, watu wajitokeze waendelee kupima ili kuweza kutambua wale wenye maambukizi waweze kuanza dawa, lakini pia kuondoa zile hisia za tofauti dhidi ya ugonjwa wa ukimwi, kwamba pengine labda unasababishwa na kitu kingine au nini, au kukataa au kwa vyovyote vile. Kwa hiyo tuondoe hizo. Kingine, watu waanze dawa, na wale walio kwenye dawa wahakikishe wanatumia dawa kwa usahihi, ambao tunasema uwe ufuasi endelevu. Kwa kama ameanza dawa mwaka juzi, basi aendelee. Tuna watoto tulianza nao kliniki tangu 2004 mpaka leo hii wamekuwa kubwa na wameweza kuoa na wanaendelea na maisha. Wamemaliza chuo kikuu na wameoa na wanaendelea na maisha. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba wale waliokuwa kwenye dawa basi watumie dawa kwa usahihi, bila kuacha, bila kuchoka. Kwa maana hiyo tutakapofikia hapo, manake tutaweza kutokomeza, kwa sababu wale waliotumia dawa, virusi vya ukimwi vitakuwa havionekani kwenye damu, itakuwa kiwango kidogo sana. Kwa hiyo wataishi maisha yao kama kawaida, watafanya kazi, wanaosoma watasoma. Kwa maana yake ndio maana yatokomeza ukimwi. Kwa hiyo maambukizi mapya yatakuwa hakuna. Kwa hiyo lengo letu lile la kufikia mwaka 2030 kwamba ukimwi hautakuwa tatizo tena kwenye jamii, tutakuwa tumefikia. Lakini kwanza tuwatambue watu, na watu waikubali kutambulika na waanze dawa. Shukrani sana kwako Dr. Kimario. Asante. Nafikiri kama kauli mbiu alivyosema, nisipende kurudia aliyosema mwenyekiti Dr. Kibao, imarisha mwitikio, tokomeza ukimwi. Mwitikio ukiimarishwa katika jamii, katika sehemu zote, na kwa rika na kwa makundi yote, nafikiri tutaweza kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030. Lakini pamoja na kuimarisha mwitikio, ni wasii tu wale ambao bado hawajapima na kutambua hali zao waweze kupima, na tuondoe wasiwasi tu wa kusema misaada labda imekatika, watu watapata huduma, watakosa dawa. Hilo halipo. Niseme tu serikali kuwa tayari imeshachukua hatua. Tunaona kwenye bajeti ya mwaka serikali imepitisha bajeti kwa ajili ya huduma hizi za VVU na ukimwi, lakini vile vile serikali imeendelea kuimarisha mfuko wa ukimwi, AIDS Trusted Fund, ambayo ipo na imeendelea kuimarisha na umeshawekewa vyanzo vyake vya mapato. Kwa hiyo watu wasiogope kupima, tupime. Wale kwenye dawa endelee kutumia dawa, wasiwe na hofu kuwa dawa hazitakuwepo. Dawa zitakuwepo, maana serikali ishajipanga na kuchukua hatua madhubuti kwa ajili ya kuhakikisha wote walioko kwenye dawa wanapata huduma na hakutakuwa na mwingiliano au ukosefu wa aina yoyote ya dawa kwa watu wanaishi na virusi vya ukimwi. Kwa hivyo tuendelee kuimarisha mwitikio, tusisitize na wale ambao bado hawajapima wakatambua hali zao waweze kufanya hivyo na kuendelea kupata dawa, ili ifikapo 2030 tuweze kutokomeza ukimwi kama ilivyo mwelekeo wa kidunia na Tanzania vile vile, maana ni miongoni mwa nchi zinazolenga kutokomeza ukimwi ifikapo 2030. Naam, na vile vile pia bila kusahau kinga. Unajua kuna kundi, kwa mujibu wa takwimu za NBS, kundi la vijana miaka 15 mpaka miaka 24 wanaonekana wako kwenye hatari zaidi. Kwa pamoja na hayo ambao wataalamu wamesisitiza, pia kujikinga ni muhimu zaidi. Shukrani sana, asanteni sana kwa kuzungumza nasi, na tunawatakia pia heri ya siku ya ukimwi duniani. Tahadhari ni muhimu kuendelea kuchukuliwa.